Hello, mambo vipi mfuatiliaji wa Family TV Online. Nataka kwa siku leo ni wadunge nyuma kamera leo ni Mr. G. Usikose kusubscribe, like na comment channel yetu ili kwanza kupata vipindi vyetu kwa haraka. Utakuwa umetisha sana. Na kwa siku leo tupo Kansas City, Missouri na tumekutana na brother hapa msanii maarufu, mtu ambaye Mr. Sepela, Mr. Nipera, na tumekutana naye hapa Kansas City, Missouri, na bidi tupige naye mastori tuweze kujua vipi kuhusiana na kazi zake zinaendaje, mapokezi ya mashabiki ikoje. Basi uwe nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii hapa ni Family TV Online. Vipi brother? Mimi niko poa ndugu yangu. Kwema kabisa shega. Vipi mambo mengine yakoje? Mambo mengine yako fresh, labda kwa upande wako. Mimi namshukuru Mungu niko poa. Vipi vipi kwa majina unaitwa nani kwanza? Mimi kwa majina naitwa Jaldo Fire Oji Mopao. Kwa nini uweke Mopao? Mopao ni jina ambalo mimi nilipenda. Kwa hiyo unajua kila msanii lazima awe na majina mawili, matano nini. Kwa hiyo lazima mimi nilipenda jina la Mopao. Nikajipachika kwa sababu na style yangu ninayoimba ni tofauti na wengine wasanii. Utofauti uko wapi sasa? Mimi nabadilika, mimi sifanyi muziki wa kuzoeleka. Ule muziki mimi naegemea kwenye piano, siji wapi. Mimi nachapa zote, iwe sebe napiga, piano napiga, single napiga, rumba ndo sisemi, huko ndo nyumbani. Ndo kaamua ujiite Mopao kwa sababu unafanya vitu vya tofauti. Mimi siigi muziki yenu mnayoiga nyinyi, wasanii wengine wanaiga. Huyu akiimba piano kaimba, huyu akiimba piano amechanga na Kiingereza, wengine wanavamia. Kwa hiyo watu watajikwaa. Hivi ushawahi kufanya piano? Piano na mpango kufanya piano, lakini piano yangu itakuwa tofauti kwa sababu nitatengeneza piano itakuwa na mix, yani mle ndani nitafanya piano ya kumix na single kwa ndani. Kwa sababu unapenda single sana au? Hamna, kwa sababu ninaleta ladha ambazo ni za tofauti. Mimi sitaki niige muziki ambao msanii wenzangu kaimba style hivi na mimi nifuate. Sipendagi upumbavu kama huo. Hivi tangu uanze kuimba una miaka mingapi? Baba mimi na karibia nikosi hata miaka 9 hivi kwenye game. 9. Hivi ni ngoma yako? Karibia kwenda kueneza 10 sasa hivi. Nilianza kuimba Afrika kwenye makundi, kipindi kina Blaza P-Boy, wangali New Light Band, kina Blaza Diki na bendi yake Coco Band. Tunaenda kwenye mazoezi kwa Blaza Diki, tunakuja tunakimbia mazoezi. Kwa unakumbuka mengi sana? Mengi sana. Vipi ulikuwa unapata changamoto gani kule kambini kipindi ambacho unafanya mazoezi kwa Diki? Baba, kuna changamoto ambayo kutokea, kuna kipindi akatambia inabidi kesho mkija mazoezini kila mtu hapa lazima aonyeshe umeelekea kuimba live. Siku kuendaga nikakimbia kwenye mazoezi. Kwa nini sasa? Baba, kipindi kile kulikuwa kina Jack Dozy, wakina Rock nini. Lakini ilikuwa ni ngumu sana kwa kipindi ambacho tulikuwa tunaanza kuimba. Ilikuwa na nipple off, lakini tulijiamini. Tukiendelea kufanya mazoezi yetu mitaani nini mpaka tukafika tuanza kuimba muda mrefu. Kwa hapa USA ulifanya kutoka Afrika ndo kaanza kuja kwanza usanii huku rasmi huku USA ama vipi? Afrika kule nilikuwa nafanya muziki kwenye makundi. Afrika muziki ambao ulikuwa unatubeba sana ni muziki wa makundi. Sasa kule nafikiri muziki nilitengeneza makundi. Kufika huku nikaamua kufanya mwenyewe. Kafungua channel yangu mwenyewe sasa hivi na K2. Na nikaendelea kufanya kazi zangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo sifanyi kazi tena kundi, nafanya mwenyewe. Hivi Jaldo Mopao ni mtu aina gani kwanza? Kwenye kari yangu ya muziki au labda nikiwa nipo nyumbani tofauti na muziki au? Wewe mtu binafsi kwanza, tukishachana na kazi yako ya muziki. Tukiachana na kazi, cha kwanza mimi ni mcheshi. Na sipendagi muda wote usikanikuta mimi nimenuna. Mimi mtu wa kwanza kupenda utani sana, lakini sipendagi mtu kunidharau kwa sababu mimi sinaga ile kudharau kwa sababu nijikute mimi ni msanii afu nikimwona mtu nimvimbie nijikute hapana. Hivyo mimi sipo hivyo. Kwa wale wasanii ambao wanavimbia wengine unawaambiaje? Sasa unavimbaje? Hujafika sehemu yoyote, msanii unamvimbia msanii mwenzako unamvimbia. Hakuna chochote kile. Kwa msanii sio kuvimba. Hamna, unavimba, unakutana mashabiki wako kwa sababu wao hujui watu ambao wanakutazama YouTube. Sasa unafika sehemu kama ni msibani kama ni wapi unavimba ndugu yangu. Inabasi sio poa. Kwa inabidi msanii kama msanii huo ni mtu wa watu. Viburi mimi sipendagi nionekane na nini. Inakuwa sio poa. Uombwe picha unavimba nini? Hapana, sio sawa. Unaambiwa kuwa wasanii wengi wanaogopa sana kuonekana kwa watu ama kupigwa picha na watu. Inakuwa kama vile inawashusha brand sehemu fulani. Unahisi hiyo iko hivyo? Hamna, sio kushusha brand. Wewe kile kitu, kuna wengine washabiki wana mapenzi yale yanakuona kwenye TV.
muda mwingi, lakini kunatokea labda maybe kuna event fulani imetokea afu anakuona ghafla, lazima atatamani kushika picha na wewe. Kwa hiyo unafanya kazi ya muziki, au mashabiki idadi yako ni wangapi? Kuna kujaga wengine na kuja kukota hata kwenye nguo, picha. Sasa wengine vile wanaona wanakuja kumind, na msanii ukimind kwa vitu kama hivyo ni ujinga. Yeah. Okay, wengi wetu wasanii hapa USA wanaamini kuwa like wakiwa wanaonekana sana, yani inakuwa kama mazoea kwa watu, yani hawatu kuwa na ile shauku ya kusema kwamba seme hata kama anafanya mfano ana show. Yeah, unakuta wengine hatutaenda bwana, kila siku tunamuona hivi na hivi. Hicho akikupelekea sana wewe kama msanii kufanywa kama kitu kama na hicho. Hapo kwenye kujibrand lazima sio kila muda uonekane, hiyo ni kweli. Sio kila muda kila sehemu kama kuna kasherehe mdomo, sherehe za kina mama unaenda, au msanii wapi? Haiwezekani. Kwa hiyo kuna ile watu kwanza kumisi. Mara jamaa tunaishi naye sehemu moja lakini hajawahi kumuona. Lakini wao wanakuja kwenye matukio, kama kuna sehemu umeitwa kuone, kuna sehemu bahati mbaya kama umealikwa sehemu labda msibani wapi, hapo wanaweza kukuona. Lakini sio kila siku msanii unaonekana hivi. Watakuzoea na watakuona kwa muda, shamchoka huyo, kila siku tunamuonaga. Lakini siku ambao ukionekana kabisa wamekuona, mashabiki zako wanakuja kabisa kwa ile moment nini, picha nini, kubaliana kilali. Okay, kikubwa kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kuhusiana kwanza ngoma yako ya Mr. Sepela. Sepela. Vipi mashabiki wako walipokeaje kwanza? Nimeshukuru mapokezi ya audio ilipokelewa. Sisi tunaridhika na kile tunachokiona kwenye mtandao wetu. Sasa hivi na K1.9 audio ilipokelewa vizuri, na kuna challenge zilifanyika sehemu tofauti, na ila ambacho nilizingua nilichelewa kuposti video. Unahisi ni nini ambayo ilipelekea sana uchelewe kuposti video? Nyimbo ya Sepela kwenye kuposti video ilitokea changamoto, ni kwa sababu ya madensa wao. Nyimbo yenyewe inachezeka ile. Kwa inachezeka inabidi mazoezi kwanza, watu mwe mmeshiba ndio mcheze kweli. Sasa madensi wa hapa walivyozingua, kwa hiyo hapa USA madinzi hapa kwa KC walizingua. Kwa hiyo nikaona kama wamezingua ina shida yetu, kwa hiyo nilikuwa nishakuwa na lema asia. Walizingua kufuatana au kuwapasha kipato au kupasha mkwanja ama yangu unaweza kumchukua mtu tu mfanye naye bure. Sasa pengine ndo kitu ambacho hata familia iwezekani. Kwa hiyo nilikuwa nishakubaliana nao kila kitu. Ni bahati nilikuwa sijanunua zile sare zile. Ni bahati nilikuwa sijazinunua kwa sababu ilikuwa ni madensi kama ni 5 hivi, kati ya 5 au 6. So nilikuwa nishaandaa kabisa nguo online ambazo hawatavaa za aina hii. Si tutavaa hivi. Kwa hiyo kwenye mazungumzo chenga zilikuwa nyingi, lakini hapa katikati kuna vitu vilipita. Yaani vilipita hapa nikaona acha viende hivyo hivyo. Vilipita kwa nani sasa zaidi tu? Hizo nyingi zipo ndugu yangu, kwa hiyo sielewi, lakini mzunguko ulipopitikana hapa mpaka nilikosa madenzi. Ilifikia hatua ya mimi nilikuwa nisha cancel video, yani official video, tufanye video challenge. Nikampigia tole simu atafuta kina Baba Kaila, kina Gradens wafanye na kina Fande Piano wafanye video challenge tu, video ya hivyo tu hiji. Lakini Tola alisingua akasema hapana. Kanambia mwanangu nyimbo ni kali, nyinyi mshuti huko na wajamaa shuti huko. Nikasema poa, ina shida. Sisi tukafanya huko tukashuti. Tulivyoshuti huko na yeye kula akashuti, lakini mimi sio siamini video. Changamoto nyingine ilikuwa ni tulivaa nguo za pinki. Rangi za wanawake. Mashabiki waliwasema sana ama? Sana kipindi niliposti message zilikuwa zipo nyingi sana, mmevaje nguo za wanawake nini. Hata siku ambayo tunaanza kushoot tulipata changamoto tulivyovaa hizo nguo. Changamoto gani? Kuna Black America walitucheka. Walitucheka kutuona tu hiyo akatucheka sana, kwa hiyo tuliamua tuvae hivyo. Nafikiri kwenye video yangu mimi kuhusu tu muundo wa video, uvaaji, hata kule nao walivaa pinki. Mimi ndo nilitoa ile style tulivaa pinki na kuna kavaa pinki na rangi nyekundu. Lakini masuala location yalihusika ni Tolo ndo alihusika nayo. Okay, hivi hii video yenyewe ya Sepela ilikugharimu kiasi cha pesa ngapi kwanza? Kwa huku idadi ya hela mimi si kuikariri. Kwa huku. Kwa kule Kempo kule na ikariri kule nimepigwa sana kule. Sijui kama kule kumeenda, unafikiri mara ya kwanza ile kutuma yani complete ya vitu vyote ile kutuma 800. 800 ndio ilifika kule kabisa. Lakini ilipofika, lakini Tola kaniambia huko ndio kama pikipiki, sema pikipiki mle. Huko inabidi kwa mabendera, kuna sehemu kwenye ile gorofa pale walienda kukodi nini. Nikaona hapana. Kwenye 800 hii kwa niliongeza zaidi ile, kwa hiyo kule ilichukua
yani ile tu gharama ya kule ilichukua kama ni milioni 1 na uchafu. Kulipa ile madensa, kula, mizunguko ilikuwa ni mingi, kutembea tembea nini. Okay. Kizzo Boy aliweza kusema kwenye interview kuwa wasanii wa USA hawana, yani tuseme sijui kama niseme hawana nani, kama huko USA hakuna nini hapa, sijaweza kufuatilia sana ile interview lakini nilisikiliza. Aliweza kusema kwamba sema huku kama hakuna mazingira mazuri mpaka wasanii wa huko USA wako wanafanya vipande vimoja vya huko kambini, like wanafanya vingine vipande vya kule wafanya vipindi vya huku vipande vya huku na vingine vipande vya kambini. Ili inakuwa kama yani sijui kama interview na ulifuatilia ama leo kuona hiyo clip, lakini naweza kusema Obio ni mtu ambaye anajilipuaga ule. Yani sometimes yani simuelewagi. Yani namchukulia Obio kama chawa. Na akasema kwamba sema kwa nini mchukue madirector wa kambini kipindi huko USA madirector wapo. So unaona kama Obio ni mjinga. Huko utoshuti na director bure, lazima utamlipa. Kule kambini mnafanya bure. Utalipa tena. Kule usikafanya bure. Watu watumia hela nyingi. Huko utashuti na director na kuomba hela chache ndogo. Hela nyingi mzee, angalia vipande vingapi mlivyoshuti. Kule nako kule atakubamiza kule hela. Lazima kule nako akwambia nataka hela fulani. Kwa hiyo mimi mpaka nilifikia hatua ya kutengeneza hivyo ni kwa sababu ya madensa kwa alizingua. Na tuwezi kuimba si watatu nyimbo kama ile ya kuchezeka na Africa madensa hapo. Lazima kule udili na wale wa kule. Kwa ndo kadili na wale wa kule. Na director wote wa kule. Lakini huku tulishitona mwingine nikamlipa. Kule naye lazima kule naye alipwe, ni lazima alipwe. Kwa hiyo mnaonesha kwamba mkishakuwa mnafanya hivyo kwa mnafanya vipande vya kule kambini na mnafanya vipande vya huku ndo kwa na pesa nyingi sana ama sio kwa sababu ya ile ingekuwa hapa madensa wa hapa kweli nimefanya nao hata kule Afrika ningewa cancel wasinge kuwepo na walikuwa wahusiki. Kwa hiyo ungechukua hata nani hata Tolo? Hapana, hata Tolo alikuwa hata kwenye hesabu ya video alikuwa hayupo. Hivi hii ni ngoma ngapi hii ni ngoma yako ngapi wewe kufanya nani kazi nani kama na hii unafanya klipu zimoja kambini zingine klipu, hii ni kazi yako ngapi? Hii ndio kazi ya kwanza. Kwa hiyo uliona changamoto gani ambayo ilikutokea zaidi sana kwenye kazi? Changamoto kulingana na Kisuli chukua vipande vimoja vya kambini na vingine vipande vya huko. Changamoto ya kwanza mimi nilikuwa siamini kuchukua vipande vya kuna yani mazingira ya huko na ya kule ndio alikuwa ananipa hususan ule udongo wetu. Nilikuwa ananipa shida kusema hii video itatoka ni kale kweli. Nilikuwa nasema hapa hamna video hapa. Yaani hapa ile tu iende tu kama itakuja ilivyokaa tu hivyo tunaridhika nayo. Kwanza nilikuwa nishapinga ni ingekuja ile video kama yani singeikubali, nilikuwa nishakanza singeipost. Kwa hiyo ndo changamoto ambayo ulipata. Changamoto kule kufuatana mazingira kule. So poa, nyinyi mnafanya mazingira mazuri, mnafanya video kali huku. Mmekaa mazingira mazuri lakini kule sasa tunakuta kule kuna mianzi, upango ni inakuwa ni changamoto. Changamoto sana. Hivi nafikiria kuanzia mwezi wa 12 Bin Just alianza kutoa EP. Na hadi sasa hivi tuko mwezi wa 4. Tuko mwezi wa 4. Nafikiria kuna wasanii wengine ambao wameshafanya IP, yani wamefuatilia ule muondoko wa Bin Just. Unahisi hili litokana na nini? Kwanza big up sana kwa Bin Just, alifanya kitu ambacho ni kizuri na kinazidi kukuza sana yetu. Msanii bila kuwa na EP au album bado kabisa, yani alifanya kitu kizuri, lakini kwenye zile nyimbo kuna baadhi ya nyimbo ni nzuri lakini kuna zingine mle hamna kabisa mle. Mle kuna baadhi ya nyimbo na nzini kazichambua lakini kuna zingine hamna. Lakini ishara yani EP yake ilifanya vizuri lakini kuna nyimbo moja ndio ilifanya vizuri lakini kuna baadhi nikichagua nyimbo mle hamna, yani hamna nyimbo zingine ambazo zipo fresh. Hivi ni ngoma gani ya kwake ambao wago ni kubali sana kwa Bin Just? Nyimbo ambayo nikubali? Lakini kuna nyimbo ambayo nilikubali, kuna nyimbo zake sasa haikuzifanya lakini ile Jeteme ile nilikubali. Alishafanya kazi nyingi lakini ile mimi nilikubali. Kwa sababu aliimba Francais ama hata ile French hata ina nyago nilikubali. Okay, ile Jeteme unaweza like kuna mmoja siku ambayo ushaye kumuomba brother kama vile brother yako vipi tunaweza tukafanya hii na remix ama vipi? Mimi kiukweli brother hajawahi kunishawishi kufanya naye kazi. Mimi naongea tu ukweli wangu. Kukushawishi kama kiaje? Kwenye kazi zake ambazo anafanyaga. Kwenye kazi zake ambazo anafanyaga yeye brother Bin Just. Hiyo sasa inatokana na nini? Hajawahi kunishawishi, lazima yani hajawahi kabisa kunishawishi nifanye naye kazi, lakini siku ikitokea mimi kabisa kuna kazi ametoa amenishawishi, nitampigia brother simu tufanye kazi. Sasa mimi ningependa wewe Jeteme mfanye remix, unaona ni zikawa sawa? Mimi naweza nikamnyonga mle. Unaweza kumnyonga kiaje? Kwenye verse ama? Kwenye verse naweza nikamnyonga kweli.
Ni hatari sana. Okay, nafikiria Be Just alianza kutoa IP, Gaspar akatoa, like nani mwanamke Pamela naye akafuatia. Nafikiria kwa sasa hivi ni Fighter. Na nafikiria kwenye ile nani ya Fighter ama kwenye ile cover ya Fighter kulikuwa bei ambazo zilikuwa zinawekwa pale, sijui VIP kama ilikuwa ngapi hivi. Unahisi kwa nini aliweza kubadilisha ile idadi ya pesa ambazo alikuwa anaweka mbele? Yani Fighter ni mtu wangu anaongea sana. Kwanza pale unaona kama alikurupuka hivi kwa kuweka ile bei. Alikuwa anaweka bei kubwa sana. Ilikuwa ni bei kubwa. Wengi wanaanza kulalamika, na aliwahi kufanya kwa sababu niliona kitu ambacho alifanya ni cha muhimu. Aliwahi kubadili mapema bei. Ndio, yani angezingua kabisa aje kuweka hizo bei asingepata watu wengi kabisa. Lakini mimi nimeona kile kitu ambacho alikifanya yeye kwa kupunguza pale ya kule kutawaka. Kentucky kutawaka. Ambaye atakosa. Ambaye atakayekosa kule labda atakuwa na umu wa tumbo yani. Labda wanaenda choni sana. Kondo anaweza kachelewa. Anaweza kukosa kwenda kule. Kwa siku ile itakuwa ni siku kubwa sana. Itakuwa ni siku kubwa sana, na kizuri tu tutaenda kumsupport rafiki yetu, ndugu yetu, msanii mwenzetu, tutaenda kule. Nafikiria wewe ulianza sana ya muziki muda mrefu sana. Ila sema tu ndio ile tu mihangaiko hapa na pale ndio ilikuwa nafanya unapotea. Unakosa support nini. Sasa nafikiria kuna interview ya Nyago ambayo aliweza kusema ya kuwa kwamba Sime Fighter ni mtu ambaye alipushiwa sana na Dogo Zuu. Unahisi hicho kitu kiko real? Hapana. Hamna. Yani kwanza nadanganya. Kwa sababu kwa kusema eti mpaka Dogo Zuu pale kipindi kile Fighter alikuwa anawaka, Dogo Zuu ndio wengi walikuwa wamjui. Dogo Zuu tunamjua wengi, alianza kazi ya dancer. Kwenye mbango mimi Dogo Zuu alikuwa dancer ule, mnamuona Dogo Zuu. Tunamlipa hela yenyewe na kina Feti ule Feti Kibebe. Madancer wale. Yani kipindi kile kwanza Feti, yani Dogo Zuu alikuwa hajawaka, ndio kipindi kile Fighter alikuja katikisa kweli. Kwa pale hakuna cha Fighter, sijui Dogo Zuu alimpush Fighter pale, Nyago alidanganya. Hapana. Alidanganya sana. Fighter alijitoa mwenyewe na alijipambania mwenyewe. Wale na P-Boy pale kaka yake aliweka mkono wake pale, sijui tufanye nema collab mengi. Hapana, Fighter alifanya mwenyewe na alijipeleka mwenyewe mpaka hadi sasa hivi alikuwa ni mwenyewe. Alifanya kazi kubwa sana ya kutoa IP. Nafikiri Beka alikuwa yupo mle ndani, Dogo Zuu. Sasa iweje tu Dogo Zuu ndio mle. Ndio alimpa nguvu. Mjinga. Na nafikiria kwamba nafikiria unajua Fighter kuwa alianza muziki wapi? Alianzia kwenye kundi ya Team Srega. Kwa tuseme kuwa kile kipaji cha Fighter kilianza pale kwa Team Srega ama vipi? Wengi walimjua Fighter, alikuja kuonekana pale. Kumbe na imbaga yuko Team Srega. Pale ndo alipona. Kwanza nilipenda kile kitu ya kuona mbanano sana, acha nijitoe. Akajitoa. Na kiongozi wake alikuwa nani? Si P-Boy hapo? Alikuwa ni kakaki. Yani tuseme mwalimu wake alikuwa P-Boy. Kwenye swala la mwalimu pale, naweza nikasema lazima anaweza kani mwalimu wake. Lazima anaweza kani mwalimu wake. Okay, na kuna interview nyingine ambayo iliweza kusema Nyago kwamba tuseme brother P-Boy hajawahi kufanya kazi ama hajawahi kukuwa na kipaji chochote kile ambacho ashawahi kukitoa, kama tuseme kama msanii ambaye aliweza kumkuza na akaweza kuwa hit sana kwenye kazi yetu ya sanaa ya kuanzia huko kwetu USA hadi kule. Unaweza kaliongeleaje hivyo? Sasa wewe nimuulize tu Nyago, bila P-Boy ungemjua Fighter? Bila P-Boy ungemjua Uba? Ukienda bila Savio, bila P-Boy ungemjua Savio au nani mwingine ule? Sasa anaongelea kwa kuna kwamba Simi msanii wa kaka ambaye anaye iti ambaye yuko yani alisema kwamba Simi hakuna msanii wa kwake wa P-Boy ambaye ameiti, ambaye anafanya kazi vizuri kunshinda Dogo Zuu. Mbona hapo useme tu labda ni kufuatana ni wale ambao wanafanya kazi kwa kundi, lakini kwa sababu ile kundi ya Nyago yenyewe mimi sielewaje wale. Mara huyo anafanya vya kwake na channel yake, mara huku. Sasa wale ni watu ambao wako sehemu moja, nyimbo moja wote wanaimba, lakini ingekuwa labda kuna ule taratibu kila mtu ana account yake, hapo mambo ingekuwa kwa fresh. Ndio maana Dogo Zuu anaonekana kila muda yupo. Kwa sababu Dogo Zuu ana account yake ya YouTube. Kule lazima posti kazi zake. Sasa wale wa kundi muda mwingi mpaka kundi ije imbe wao waonekane, inakuwa ni ngumu.
na ndio maana leo kuzungumzia kauli kama hiyo. Yeah. Ila kulikuwa swali ambalo nataka nikuulizie ila siwezi nikapenda kuulizia. So tunaweza kujibu. Yeah, hivi okay. Hivi unahisi kwa nini tangu Gaspar aanze kazi zake za muziki hapa USA hajawahi kufanya na msanii mwingine tofauti? Yani hajawahi kufanya collab nyingi sana hapa USA. Unahisi ni nini? Yeye kuombana collab au tukumuomba? Yeye kufanya, yani tuseme collab yoyote ile tu. Niko yani kabla kama hajawishi, yani labda kuna mtu, yani unajua msanii mpaka amtafute msanii. Yani kuna siku akifurahi mimi nimependa uimbaji wa msanii fulani au kama jamaa kanikosha, ataamua kwa siku atafanya kazi na wengine. Yeye mwenyewe. Akiamua. Unajua hata mimi hapa sije kufanya collaboration, labda nijisikie nifanye na tofauti na wengine na Biaxido na nikafanya na Amden Flavor wa Dar es Salaam, tofauti na wale tu basi. Kwa ni ile msanii ukijisikia wewe mimi nataka nifanye na Gaspar nyimbo hii, au labda Gaspar yake jisikia mimi nataka nifanye na msanii ambaye mimi namtaka ni yeye sasa. Okay. Hivi kwenye ile ngoma yako kwanza Spela, naona ulimshirikisha Biaxido. Yeah. Biaxido amepotea sana kwenye sanaa yetu ya USA ama kwenye sanaa yetu ya muziki. Yeah. Na ulivyomuita mule kwenye ile ngoma, umemuita kwa kwamba simi haje aanze imba arudi kwenye game ama vipi? Yeah, mimi nikasema Biaxido hajapotea, yupo, lakini alikuwa ipo kimya. Na hajawahi kufanya interview eti jamani mimi nimeacha kuimba, alikuwa yupo, lakini audio bado iko nazo nyingi tu. Unasi ni kitu gani ambacho kinamfanya apote, ama ni kazi za makampani ama vipi? Inawezekana kama ni kazi za company labda, lakini sasa nataka wewe umtafute. Mimi sitaki niropoke, wewe umtafute Wadunge yani. Tuambie Biaxido, mbona ulikuwa kwa kimya? Na akaja kuonekana kwenye Spela. Sasa ndio inabidi wewe umtafute umuulizie. Hivi unahisi ni kitu gani ambacho hivi unahisi ni kitu gani ambacho kilimfanya yeye asikatai sana collaboration yako? Kwanza Biaxido ni mtu ambaye nina ukaribu naye, ni wasanii ambao yani unajua tupo wasanii wengi, lakini kuna wasanii ambao wana ukaribu yani ule urafiki nini. Kwa hiyo mimi kumpa Biaxido kitu changu, kumwambia kuna nyimbo au Crown, kumwambia kuna nyimbo tufanye kazi, ni rahisi sana, ni simu mara moja tu na mnatengeneza kitu, kwa sababu tuna ule ukaribu. Lakini wangekuwa ni wengine, hawa wasanii wenu hawa wanavimba na mtumia tu date bwana, nyimbo yangu hapa, message inakaa wiki hajaijibu. Msanii unavimba wiki hujajibu message ya msanii mwenzako, au ni ujinga. Kwa msanii bila connection za wasanii wenzake inaweza kuwa sawa ama? Sasa unanivimbia mimi msanii mwenzako wapi na wapi kwanza? Uanze kunivimbia kabisa, au unaimba na mimi naimba. Sisi tunafanya kazi moja. Kilichokuwa hapa tunataka tu tupate mwakilishi tu kuwakilisha muziki wetu ufike sehemu. Sasa wewe mimi nakutafuta mwanangu, nataka tutengeneze nyimbo na nivimbia. Inakuwa sio poa. Okay, swali langu ni kwamba hivi wengi wetu wanahisi kuwa kuna kwamba aseme Nelly wangu akishawaposti ya kwamba aseme ndo kitu chake kinaenda viral ama kitu chake kinaenda angaliwa na watu wengi sana. Unahisi hilo ni kitu, hicho ni kitu ambacho kiko real ama ni kitu ambacho kiko cha uongo? Hamna. Kupostiwa kule sio labda nyimbo ashaposti watu wangapi? Yaani kupostiwa kule kushadanganya Nelly wangu kaniposti na ndo nyimbo itaenda. Hamna. Kwanza hiyo ni page ya umbea. Tuseme tu ni kushukuru Mungu blaza, Nelly wangu ni sasa pale na Tanzania Juma Lokole. Sasa huko tuna Nelly wangu. Kwa kule mambo mengi ni ya umbea. Kwa hiyo ukipostiwa kule, sio labda ndio nyimbo itatembea sana. Na kwenye sanaa yetu blaza Nelly wangu ana mchango. Kwenye 100%, blaza Nelly wangu nampa kwanza 100, lakini kwenye 100 naipunguza 50 natoa. Kwa nini uipunguze sasa? Kwa sababu ana support kwa mjuano. Yaani ana ubinafsi kwa kusupport wasanii. Kwa wewe hujawahi kusapotiwa naye? So mimi ni wengi, kuna wasanii wengi wanafanya nyimbo nzuri lakini hutawaona na post kwenye page yake. Lakini kule Afrika kuna msanii anatimbia hata vitu vieleweki, atamsupport. Nani wewe? Mimi sipendi kuficha. Hivi unaweza kaniwekea kwenye uimbaji wa P-Boy anafanya kazi kule, anaimba, Rock Nation anaimba, wakina Follow anaimba. Shaka kushuhudia kule ashai kupost kipande cha Follow. Hapana. No. Blaza Nelly wangu, yani uende tu kule uangalie na ukiona amemsupport Follow kule, nitakupa hela. Ndio nakuuliza sasa kama hivi. Kwenye sana yetu Blaza Nelly wangu, blaza ule mimi naga namkubali. Kwa kutuhamasisha si wasanii, kama kiboronga msanii anakuambia anakana tuamsha wasanii nyie sasa hivi imefanya video mbovu. Hicho kitu ndio maana nimekwambia kwenye 100% Blaza Nelly wangu kwenye sanaa hapa Marekani ana mchango.
kwenye hiyo 100 mimi napunguza na mwachia 50 nyingine ndio inaanza kukwambia ni binafsi wa kusupport wasanii. Ingekuwa labda Blazaneli wangu wana ile nia kusupport wasanii wote kabisa, awe na kuuza wasanii, kuna kuja msanii yani ambayo ni mgeni kabisa, watu wanajua kaanza kuchipuka huyu, amshike mkono, amsupport mpaka mkuze wewe msanii. Tunajua bila Blazaneli wangu tusingemjua huyo msanii. Na ndio maana nimekwambia ile 50 nimechukua na support kwa mjuano. Kwa siku ambayo utaweza kusupportiwa naye ili kusupportiwa na Nelly wangu hadi ufanye na huyo msanii wake ambaye anakuwa anamsupport ama sina hata muda asipo support, kama hata ni support sawa, tunaenda hivyo hivyo kwa sababu tunadini wala wanatusupport basi. Lakini ndio maana nimekwambia ushaje kuona Pibo amepostiwa kule. Pibo alifanya nyimbo nyingi nzuri, Rock Nation anafanya vizuri, ushaje kuona kule ameposti ya nini? Amposti Nyago kule tu ndo msanii pekee ambaye anaenda wakilisha Kibembe na kimataifa. Kimataifa? International? Hapana. Wamevuka mipaka, wangesema hata East Africa tungeelewana. Kwa nini wewe uweze kukubaliana na hicho? Mimi kile kitu mimi nimekubali, yani nimekataa. Yani kwa kukubali pale sijaka. Yani hamna. Unajua sisi tunafanya muziki lakini tunatafuta ule mwakilishi na hatujampata. Okay, Nyagomeni sasa amesema kwamba sema yeye sasa ndo mwakilishaji ambaye anaenda wakilisha muziki wa Kibembe. Kwa kipi? Kwa kipi tu? Yes, ndo anaenda wakilisha Bembe tu zote. Aya, poa, kwa kipi? Lazima atuoneshe anaenda kuwakilisha kwa kipi. Mimi sijaona kitu kizito cha kutuwakilisha pale, sijaona. Kwa hiyo unahisi nani kwenye sanaa yetu ya kuanzia hapa USA mpaka kule, nani ambaye anaweza kuwakilisha zaidi? Hajapatikana. Haujampata? Mimi sijampata na hajapatikana, lakini kwenye hao wasanii ambao wako hapa Marekani tutampata mtu huyu mmoja. Ule mmoja yani akiwakilisha tu kule tu, sisi wote tutakuwa tunaonekana kupitia mtu huyu ndo atawakilisha. Okay, hivi like Nyagomeni kwa sasa hivi yupo Mwanza. Na kama yupo Mwanza amefanya collaboration na Baba. Vipi ile ngoma ulipokeaje kwanza wewe? Ya ngoma iko vizuri. Nimekubali, lakini kwa kusema eti ile ngoma ndio itatupeleka sisi world, wewe East Africa mnaitambukia kwanza mnaruka, hapana. Angekuwa tabani msanii mkubwa zaidi kabisa. Kwa Nyagomeni sio msanii mkubwa. Nyagomeni ni msanii mkubwa, nasema Baba. Sema Baba. Okay. Ile nyimbo haiwezi kutufikisha sehemu yoyote ndugu yangu. Wewe unahisi kwamba angefanya na msanii gani ili muziki wetu wa Kibembe ufike mbali? Baba, kuna wasanii mangwili, yani tungesikia tu ni msanii fulani. Pressure si wenyewe kwanza. Kama nani? Kama nani? Diamond bro. Baba. Angeufikisha muziki wetu wa Kibembe. Au mmoja msanii wa Nigeria tu amefanya kazi na Nyago. Hapo ningesema hapa tunafika sehemu. Sasa kufanya kazi na Baba unahisi kama ni kupunguza vitu fulani? Ile nyimbo utaisikiliza tu Mwanza pale kambini kwetu na hapa Marekani, lakini kwa kufika sehemu tunatakiwa tuifikishe kabisa Bembe to the world. Bado mwakilisha hajapatikana. Kwa hiyo sasa yeye anaenda amesema kwamba sima anaenda wakilisha. Tusubiri tuone. Tusubiri tuone. Mimi sijakataa, nyimbo nimekubali. Nyago anapambana, ni msanii mwenzangu anafanya vizuri, lakini kuna zile kauli za kuongea. Kabla ya kuongea kwanza vitu vingine mnavichuja kwanza. Mnavichuja kwanza, mnaangalia, lakini pale ule mziki unaenda. Haya si tupane macho, ni mziki wetu. Jamaa kifanikiwa au akionekana akienda kuwakilisha ni sisi wote. Kwa mpo tayari kumsupport? Tutasupport. Kwa wale ambao wanakataa kwa kwamba sema Nyagomeni like hauwezi kumsupport kwa kile kitu ambacho anachoenda kiwakilisha kule, unawaambia kitu gani ama unawashauria kitu gani? Baba, kwa Baba pale sijaona kwa kufika sisi eti tunaenda duniani world, Bebe to the world pale. Hapa. Lakini ndo mwanzo. So unasikia gisi Baba gisi alivyoimba. Bwana. Nyago leo kuongea kauli moja. Apolite alifanya na Kayumba, alienda wapi? Akasema sijui akaongezea sijui Aristone alifanya sijui kama sijui msanii gani, alienda wapi? Akazungumzia sijui Blazadiki alifanya kama na Bando, akafanya na Baba. Tusubiri kama itafika wapi. Pengine wale walifanya kazi kama na hizo lakini hawakuweza kuwakilisha Kibembe mule kwenye zile ngoma. Haina shida, licha ya kuwakilisha Kibembe haina shida. Lakini angalia msanii unaenda kufanya naye sasa hivi. Baba alikuwa amepotea, yeye Nyago ndio ameenda kumzindua Baba. Ulikuwa unamjua Baba. Baba alikuwa amepotea. Pale Nyago kama ameenda kumtoa kwenye sufuria hivi. Kumbe Baba naye kumbe yupo.
Kwa unahisi kwa kwamba Seme kufanya kazi na H Baba kuwa itampunguzia baadhi ya vimoja vitu ama itamuongezea baadhi ya vimoja? Hiza kule H Baba sio msanii wa kushtuana, tusifichane ndugu yangu bwana. H Baba sio msanii wa kutisha, labda mtu atetemeke sana nini. Angekuwa hata Mario, tungesema hapa hii hatua kubwa hii. Yeah, kwa hiyo angefanya hata na Mario muziki ungefika hata mbele kidogo. Tungeona pale, yani angefanya hata na Mario. Mondi angeona, akina Harmonize wangetuona pale nini. Kumbe majamaa hapo kumbe. H Baba alikuwa wapi kwenye kabati, tumemuona siku hizi. Kumbe ni hatari. Kumbe pale hajafanya chochote kile cha maana. Pale amefanya kazi nzuri. Sasa nikaiponda ile kazi, ni kazi nzuri. Mimi mwenyewe nilikubali, ni kazi nzuri, lakini ule uongeaji sasa kusema tunaenda kuwakilisha, sababu kuna ukakasi. Ni hatari. Hapo mimi naongea ukweli, hapo ndo kuna ukakasi. Kwa hiyo nyimbo tusubiri, audio imeshatoka na tumeweka kwenye status, tunajaribu kushare, kwa hiyo tusubiri video. Na mimi natamani tupige hata 100,000 video. Audio ama video. Mungu akisaidia hiyo na H Baba piga hata M. Ndio inaenda international. Baba nyimbo ikiona akili tufanye nyimbo ile ishe kama sijui visa. Sisi muziki wetu wa Bembe tu Zelu zinajulikana. Visa zetu zinajulikana. Tofauti kuna wasanii dogo mmoja anasha kupiga M tu. Founder. Na hapa ni msanii mmoja tu ule wa gospel, basi ile nyimbo ndio kufanya kama ina M, lakini wengine bado tunaishia kwenye maraki ngapi kule nini unaona. Kwa sasa hivi watu wengi wanasema kwamba Seme kati ya Joshua Promise na Nyagomeni ndo anaenda peleka muziki Bembe Tuzo. Nyagomeni anaenda peleka Bongo Flava yetu ya Kibembe, Bembe Afro kama Afro Bembe inaenda international, na Joshua Promise anaenda peleka gospel kule mbeleni kabisa, gospel ya Kibembe. Unahisi kwamba hilo liko real ama kwa Joshua pale, kwa mlaza Joshua bado kwa nini bado? Na wakati yeye ndo anaenda wakilisha naye. Kwenda kwenye channel yake, afu kuna nyimbo zile za kwenye maombi zile, kama unakuzisikia utazikuta kula mitabodabu anazimba kama pale, bado si hamna. Wasanii gospel wako wengi hapa wanafanya kazi nzuri, lakini pale wapi sijaona. Ni hatari. Hivi hapa kwenye sanaa zetu zote like hivi ni msanii gani ambao wago unatamani kufanya naye kazi lakini hujaweza kupata nafasi ya kufanya naye kazi? Unatamani ufanye naye kazi lakini hujawahi kupata nafasi ile ya kufanya naye kazi. Mimi nikasema sio msanii mmoja, ni wengi, lakini mmoja tu yule ambao ule msanii lazima nifanye naye kazi hivi na nitajia umoja hapo ndo onekana mnafiki. Nani sasa? Nikitaja umoja, alafu kipindi naenda kumtafuta jamaa nataka kufanya collab. Kuna wasanii wenzetu wa Uri atanikatia kipande, usema unamtaka ukafanya na collab. Lakini kwa wale ambao anafanya vizuri, naweza nikatamani ifanye naye kazi kabisa. Mimi mwenyewe namtafuta, nataka kufanya kazi. Unajua mtu mpaka utamani ufanye naye kazi akushawishi kwanza mwenyewe. Na inakisikiliza kazi zako au mimi naweza nikafanya naye kazi. Lakini kuna wengine akienda kusaji channel yako na bado kwanza ndugu yangu subiri kwanza. Okay, hivi unaweza kapenda kwanza like unitajie top 5 ya wasanii ambao wanaofanya vyema kwa upande wako. Top 5 wasanii watano ambao mimi nawakubali. Na ambao wanaofanya vyema sana hapa Yesu. Najikubali kwanza mimi mwenyewe wa kwanza. Wa pili anafanya vizuri. Tumchukue Gaspar anafanya vizuri. Wa tatu tumchukue Simba wetu wa Bin Just. Blaza Auto. Fighter. Wameshakuwa wengi hao. Kwa hao ndo wasanii ambao wanafanya vyema sana huko kwetu kwa upande wetu wa USA. Kiukweli wanafanya vizuri. Mimi sipagi mnafiki, naongea ukweli. Msanii mwenzangu ukifanya kitu kizuri, lazima mimi nikipende, lakini akizingua kiboronga nyimbo, lazima niseme hapa jamaa katuchapa huyu. Wengi wetu wanasema kwamba Seme like kwenye IP ile ya Bin Just hakuna ngoma ambayo ilifanya vyema sana kama ile ya Benemboka. Wewe unahisi hilo ni kitu ambacho kiko real ama? Ni kweli. Kuna nyimbo nyingine unaisikia bure kwenye IP tofauti na ile.
Ile nyimbo zibara kina Nanare. Ile sio kama ni mdundiko kama ni nyimbo gani. Ile ndio imebeba, yani ile ndio imebeba EP. Kwa hiyo kwenye EP unaweza kutegemea nyimbo ndio yani itakuwa labda ambayo umeitegemea wewe. Labda hii nikitoa EP labda hii ndio itakuwa iko fresh, lakini kuja kuangalia sasa ni wewe ule muda uachie tu post zile nyimbo za EP afu ndio ukae tu uangalie. Wewe utaona mashabiki wengi wataichagua nyimbo ambayo ni kali, ambayo kwa nitegemea wewe. Kumbe nyimbo kali. Ndio gisi ninavyokuaga. Poa, tuachane na mambo ya sanaa hivi na hivi ya vipi Jaldo unategemeaje kuhusiana ndoa? Ewe. Kuoa ndugu yangu, kwa tutaoa. Lini sasa? Tegemea lini ndoa? Ndoa harusi? Mimi siwezi. Kwa nini huwezi? Bro, hapana, ndoa bwana ni wala kawaida, niende kuweka mali kwa na mwanamke. Nimpe mke wangu basi, labda kitokea nimchape mtoto au mimba waje kunipa basi. Kwa kwenye mahusiano ajali zote zinatokeaga. Kwa mimi nitoka kwenye mahusiano hizo kamiba ikatokea sio ajali, mimba tu ni bahati nzuri sio bahati mbaya. Ikitokea umempa mimba unaweza kaoa bana, kila kitu ushapenda unaoa basi. Ikitokea swala la wewe mmeelewana unaweza katoa kama ni, lakini bei ni nyingi ndio kibaya hicho. Ndio kinafanya wewe usioe kwa sasa hivi. Utaoa, yani hata bei wewe lazima kifikia umri tu wewe kuonekana utaoa. Utaoa lazima uoe, hata mwanamke ni lazima aolewe. Una kipindi lazima tu utakwepa lakini lazima utaoa. Ama hujampata mwenza wako ambaye kumpata? Asikize mademu wengi wanatuzingua yani. Unahisi ni nini ambacho kinatuma sasa? Labda kutukataa. Mkiona kwenye mahusiano. Mademu wengi wanatamaa. Tamaa gani, ya pesa ama? Pesa hivyo tamaa za wanaume, nakuta mwanamke mmoja na wanaume karibia 5 nini. Unajua kama ni wa 7 au ni wa 8. Kwa wewe mwanaume uwezi kuwa na wawili ama 5. Mwanaume ni lazima sio yani hiyo sio ombi, ni lazima. Okay, hivi mwanaume mwanaume kweli una haki ya kuitwa malaya ama mwanaume yote ule? Kuitwa malaya? Mwanaume kuitwa malaya sio tusi. Ni vizuri kabisa mwanaume kuitwa malaya? Hapana, mwanaume yani kama mwanaume hujaoa na kama unatongoza hauwezi kuitwa ni malaya, wewe ni mtafutaji. Ndio ile ambayo anasemaga wazee. Ndio ile mnaika. Wewe ni mtafutaji, lakini mwanamke ni tofauti na mwanaume. Mwanamke ndo anafaa kuitwa malaya. Lazima. Unahisi ni nini sasa ambacho kinaweza kapelekea mpaka kama? Mimi kwanza wewe mtangazaji swali. Unatongoza huyu utaitwa malaya? Ni vigumu, lakini mwanamke akiwa na huyu utasikia wazee wanakwambia ale malaya. Kwa mwanamke ndo anafaa kuitwa malaya. Mwanamke kwa 100% tumpe mwanamke yani inastahili 100% kabisa kamili. Kuna kama mwanamke anaweza kana na wanaume wawili. Ushakuona wapi mwanamke na wanaume wawili? Ushakuona mwanamke ameolewa na wanaume wawili? Amna. Mwanaume sana wao wanakiwa wawili hata watatu. Kwa hiyo mwanaume sio malaya. Okay, hivi unahisi kwa nini vijana wengi kwa sasa hivi wanapenda kuingia sana kwenye ndoa? Unahisi ni nini ambayo inawapelekea sana wanaingia kwenye ndoa kwa haraka? Kwenye ndoa tupunguze miamko. Jamaa wao kaunga ndoa. Wewe na hela zinakuasha, nenda kukopa hela za watu mabenki huko. Ingia kwenye ndoa hapana. Kwa hiyo njia ya kuoa ni njia yoyote ile ambayo utakaojisikia mwanaume. Mimi mwanamke naweza kalazimisha mimi bwana, nataka tu mimi kunitoa hapa mpaka harusi. Mama mimi sitaki harusi. Mimi nataka nikuoe kwenye mazingira ambayo twende kwenye mila yetu. Tutakuja kutolea hela huko nini wakuleta hapa nyumbani, sawa. Unaona fresh ndio kumtolea hela kule kwao nini, kila kitu kinamalizika. Kule anakuja na mleta mke na vitenge vitu vingi na kuletea mke wako na mweka ndani. Sawa. Sasa ikitokea mabati mbaya hivi mimba hivi ni vile vinatokea, lakini David, ni hatari sana. Hii hapa ni Family TV Online, takazojua kwa siku na Dunge. Nyuma kamera leo ni Mr. G. Ila usikose kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili kwanza kupata vipindi vyetu kwa haraka. Utakuwa umetisha sana.